anaumizwa. Anachokifanya, akihitaji mikito anamlipa mtu kisha anampa fomu asaini ili asije kutangaza kwa watu, maana anaweza kuharibiwa jina lake ambalo amelijenga kwa miaka mingi kisa usiku mmoja tu. Yani utamu wa usiku mmoja umharibie jina mazee. Na kama ukikataa kusaini, anamuita mlinzi wake, yani hauwezi kutoka kwenye hiki chumba bila kusaini. Lengo ni kutunza siri ya kila ambacho kimetokea huko ndani mazee. Filamu inaitwa Terms of Attraction. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, comment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Huyu mchizi aitwa Romeo ni muuni kinoma, lakini ana akili nyingi mno. Hapa alipo ana application yake ya game anataka kuifanyia kazi na nini, lakini changamoto pesa hana. Kwa hiyo mchizi anategemea pesa mjomba wake ndo aweze kuianza hii kazi mazee. Lakini mjomba haamini kabisa kama application inaweza kumpa pesa. Mwisho mjomba akampa dili hapa mchizi. Akamwambia anapaswa afanye kazi kwa kampuni yake kwa muda, kisha kiridhishwa na utendaji kazi wake atawekeza kwenye wazo lake mazee. Sasa Vini mtata kinoma akiwa kazini. Yani hapendi kinoma wafanyakazi wazembe. Ukichelewa kufika kazini kabla yake anakufukuza kazi. Na akizungumza kuwa umefukuzwa kazi, anakuwa amemaliza, harudii tena mazee. Sasa Ben leo amefika amechelewa sana kazini, kwa hiyo akatimuliwa mazee. Alijieleza sana lakini hakuna kilichobadilika. Bibi anasimamia msimamo wake. Siku iliyofuata Vi akamkuta Romeo ofisini kwake. Mchizi akajitambulisha atakuwa msaidizi wake na nini, vitu kaizo mtu wangu. Lakini mchizi alivyovaa Vi hakupenda kabisa. Akamuita sekretari wake pale na nini. Alipofika akauliza, "Huyu nani ofisini kwangu?" "Ni mpwa wake Mr. Kuka, ameajiriwa ofisini kwako. Kwa sababu ni mpwa wa mwenyekiti wa bodi, unafikiri unaweza kuingia ofisini kwangu umevaa kama mjinga hapa? Na wewe ukamwacha aingie ofisini kwangu tu?" Bibi akamfukuza sekretari hapa. Mchizi akauliza, "Nguo zangu zina shida gani? Zina nini?" Naye akafukuzwa. "Hauwezi kunifukuza. Hebu angalia, nina vigezo zaidi kwenye hii kazi na wasaidia tu mimi hapa." Vi akamfukuza mchizi. Romeo akasema, "Nimeona kampeni yenu ya simu ambayo mmejadili na timu yako. Kwa hiyo hilo ndo wazo lenu bora kabisa ambalo mlikuja nalo." Romeo aliriponda kinoma wazo lao mazee. Akasema, "Hiyo kampeni inataka kuwarudisha mwaka 2015. Kifupi mmekuja na wazo ambalo lishapitwa na muda kwenye dunia mpya ya teknolojia." Sasa kutokana na kile ambacho alikisema mchizi, Vi kabidi amzuia asiondoke ili amsikilize. "Kwa hiyo unataka nikupe mawazo yangu yatumie? Unadhani mimi ni mjinga Mwana akawa amesepa. Kwa sababu alimfukuza ikabidi Vi amrudishe kazini tena. Noma sana hii. Mwana alicheka kinoma yani. Akaambiwa hii ni sehemu ya kazi, sio sehemu ya kupendelewa. Romeo akasema hataki kabisa upendeleo. Anachotaka amjali kama wafanyakazi wengine tu hapo ofisini. Vi akasema, "Kama unaitaka hii kazi, unapaswa uvae vizuri, uwe na tabia nzuri pia, sawa? Sijali kama mjomba wako ni mwenyekiti hapa au babu yako ndo amekupa hii kazi. Kama unataka kubaki hapa, usinitibue." Romeo aliongea vitu vingi sana ambavyo vitamsaidia kwenye projekti yake bibia na nini. Sasa kitu ambacho Vi hapendi ni kumuona mtu anatabasamu mbele yake mazee. Yani ukitabasamu mbele yake tu ni kosa. Romeo akasema, "Utafiti unaonyesha kuwa wafanyakazi wanaotabasamu kazini wanafanya kazi vizuri sana." "Sijui nini utafiti unasema. Nikisema toa tabasamu lako unatoa, sawa?" Leo bibi akakutana na mbishi sasa. Mchizi hataki ukubali kizembe. Basi bana, Vi akaendelea na zoezi yake kama kawaida, anaendelea kutumia wanaume, kisha akimaliza kazi yake anawapa pesa ndefu tu wanasepa. Wakati mchizi anatoka akakutana na Romeo. Mwana akamwangalia kisha akaendelea na mishe zake. Hakutaka kujaji sana mazee. Pale pale Vi naye akatoka. "Nahisi una tatizo la kufuata maelekezo." "Nafuata maelekezo vizuri sana madam." "Kama ni hivyo, kwa nini bado unavaa hizo nguo zako ambazo nimekuambia usivae?" Romeo akasema, "Sio nguo zile zile. Cha pili, nguo zangu haziathiri uwezo wangu wa kazi. Wewe ni msaidizi wangu, kama huwezi kuvaa vizuri, lete barua ya kuacha kazi, sawa? Kama nilivyosema, muonekano wangu si chochote mbele ya ninachokitoa kwenye kampuni. Ni bora uvae vizuri au uache kazi." Mchizi akawa amekubali. Sasa Vi na Judy wanapambania nafasi ya CEO kwenye kampuni. Kwa hiyo muda wote walikuwa wanagombana tu. Hata mbele ya mwenyekiti wa bodi wao wanagombana tu. Wakaambiwa na mwenyekiti wa bodi kuwa kupambania nafasi ni sawa, lakini sio kupambania mbele yake. Na wiki chache zijazo kampuni itamtangaza CEO mpya mazee. Vi anaitaka sana nafasi ya CEO kwenye kampuni, kwa hiyo anawaza sana namna ya kumshinda Judy. Romeo akasema unapaswa kutumia akili kumshinda. Mwisho mchizi akasema ana wazo. Sasa hatujui hilo wazo ni lipi. Tutajuaga huko mbele mtu wangu. Sasa tukamwona Romeo yuko na washikaji zake bao anakunywa vibaya mno. Maana mchizi ni mtu wa bata na nini, kwa hiyo pombe kwake ni kitu cha kawaida sana. Sasa zile pombe zikamfanya mchizi achelewe kuamka mazee. Kwa hiyo leo atafika kazini amechelewa, na ikumbukwe bosi wake apendi wachelewaji. Sasa alipofika ofisini akamkuta bosi wake. Pale pale Vi akamfuta kazi mchizi. "Hey, mchizi akasema huwezi kufanya hivyo, ni kosa la kwanza hili." Bibi akasema kuna vitu vitatu ambavyo siwezi kuvumilia: uongo, kutotii mamlaka na uchelewaji. Na wewe Mr. Romero umefanya mawili kati ya hayo. Mchizi akasema yupo hapa kwa siku 2 hadi 3, lakini kazalisha sana kuliko timu nzima ya hapa. Kwa sababu sivai vizuri na nimechelewa ndani ya dakika 20. Unahisi siwezi kazi? Vi akasema unaweza kuitukana timu yangu uwezavyo, lakini hayo mawazo yako anaweza kuja nayo mpuuzi yoyote huko nje. Kwa sababu Romeo amefukuzwa kazi, ikabidi waitisha interview ya kumtafuta mtu ambaye atachukua nafasi ya Romeo
cheo na nini, lakini kila aliyekuwa anamfanyia interview alikuwa anaona kabisa aendani na kila ambacho anakitaka. Mida fulani hivi Vi akakutana na Judy, akamuuliza interview imeendaje na nini, maana hao ni washindani. Judy akasema kwa sababu mmemfuta kazi Romeo, basi nitamchukua mimi, nimeoa, sina skendo yoyote, yule mshikaji akiwa kwenye timu yangu nitapata madili makubwa. Judy alitamba sana, akimpata mwana lazima achukue nafasi ya CEO kirahisi mno. Sasa Romeo kwa sababu kafukuzwa kazi akaja kupiga vyombo kama kawaida. Ndio huo Vi anapiga simu kishenzian, lakini mwana alikuwa apokea na iangalia tu, naye ameamua kukaza hapa. Vi anajua kabisa kama Judy akifanikiwa kumpata Romeo, basi mchezo utakuwa umeisha mazee na atakuwa ameikosa hiyo nafasi ya CEO. Haikuchukua muda sana, Romeo akamfuata Vi baada ya kuandika message ya herufi kubwa kuwa alikuwa anataka kumuona. Mchizi alipofika, Vi akamrudisha kwenye timu yake. Mchizi akataka kusepa, Vi akamzuia tena, akasema nimewafanyia usaili watu 12 lakini hakuna aliyefaulu hata mmoja. Mawazo yako ni bora sana kati ya hao, tufanye kazi pamoja sasa. Kwa hiyo ndo maana unanitaka kwenye timu yako, si ndio? Mawazo yako ni mazuri sana, lazima nikiri na kuhitaji kwenye timu yangu wewe. Romeo ikabidi akae sasa, akasema ana masharti yake mawili tu. La kwanza lazima mpe heshima, lakini pia la pili amruhusu avae anavyotaka kazini, la sivyo hatarudi kazini. Bibi ikabidi akubali tu, maana anahitaji sana mawazo ya Romeo. Lakini bibi naye akatoa masharti yake, akasema hakuna sababu wala kuchelewa kazini, fanya kazi yako vizuri, sawa? Mchizi akaleta mawazo yake kwa Vi na bibi akakubali. Muda huo Judy alikuwa anaingia ofisini kwa Vi, akamkuta mwana yuko ofisini kwa Vi na nini wanaendelea kujadili hapa. Mwana akajua tu hao washikaji wamerudiana, kwa hiyo ikabidi asepe tu, karata yake imefeli hapo. Basi bana, kila mtu kwenye kikao alikuwa anafurahia sana mawazo ya Romeo, yani mwana alikuwa anawasilisha kwa kujiamini kinoma yani. Sasa kupitia mawazo wanaona kabisa wanaenda kubutua ili kombolela. Sasa Judy yeye anafanya mipango yake na Beni, lengo lake ni kumchafua Vi mazee ili akose tu nafasi ya kuwa CEO wa kampuni. Huku ofisini Romeo akamletea Vi mpira wa kupunguza mawazo akiwa kazini. Basi alifurahi kinoma, ni maana hakuna mtu aliyewahi kumletea zawadi kabla. Sasa Romeo akawa anafanya kazi hadi anapitiwa na usingizi ofisini. Kuna muda Vi anamuonea huruma mwana na nini, anamwacha tu alale, hamshtui wala nini. Romeo akawa anajitoa sana kwa Vi, akiwa busy na kazi anamletea kahawa na nini, akiwa amechoka anamletea maji, na kama haitoshi anamfanyia na masaji kabisa mazee. Lakini katikati ya masaji mambo yakabadilika. Mchizi na bibie wakaingia kwenye hisia nzito mno, mabusu ya kwenda yakatembea hapa. Usiku huo mikitu ilikuwa mingi mno, watu walipigana mikitu ya kutosha. Lakini ikifika asubuhi tu Vi amesahau kabisa kilichotokea, yani hataki mazoea na mtu ambaye amefanya naye mapenzi usiku wa jana. Na kama haitoshi akampa mwana nyaraka saini, yani hatakiwi kabisa kusema chochote ambacho kimetokea huko ndani mazee. Basi bwana, mwana alipopewa nyaraka akaleta ubishi hapa na nini, wakati anatoka akakutana na mlinzi, kwa hiyo lazima saini ndo atoke, hawezi kutoka bila kusaini hapa. Mwana hakuwa na namna tena, ikabidi amwage wino tu, huku analalamika kinoma yani. Sasa kutokana na kile ambacho kimetokea asubuhi, Romeo hakuwa yule tena, haonyeshi heshima kama zamani kwa Vi. Kwenye kikao mchizi alikuwa busy anachezea simu tu, watu wengine wote walikuwa wanamuogopa kinoma Vi, lakini mchizi haogopi wala nini, yuko busy na mambo yake. Baada ya kikao Vi alifoka kinoma yani, akasema baada ya kulala na mimi haimaanishi unaweza kunidharau. Mchizi akasema wewe ndio umenidharau baada ya kunisainisha karatasi asubuhi, umenitumia kisha ukanitupa kama gazeti la jana. Yalikuwa mapenzi tu, kwa hiyo haimaanishi chochote kwako kabisa, ilipaswa kumaanisha chochote. Mchizi naye akakubali, unajua upo sahihi, haina maana yoyote pia kwangu, ndio hivyo napaswa kuwa ninapohitajika. Mchizi akawa ametembea mazee. Mida fulani Vivi akamkuta mchizi yupo na mfanyakazi mwenzake hapa, alimaindi kinoma, lakini hakutaka kuonyesha kama kakasirika na nini, ikabidi aulize hicho nini, tulikuwa tunaongea tu, hayo sio maongezi ya kawaida, mnashikana shikana mikono hapa.